Ushaiwekewa mchele ama mtu akakufanyia kitu ukaanza kumfuata. Story time. Sasa, a million years ago, after nimemaliza high school, I went to visit my sister. After nimetoka kwa sistangu, so nilikuwa pale town, Temple Road. I'll never forget. I met this guy. Mimi sio mtu mwenye huwa naongelesha watu tao. So I met this guy. His name is, or was Sam. I don't know if he's still alive. So alikuwa anaitwa Sam. So Sam akaniongelesha, and the only thing I remember to date is aliniambia nipatie simu yako nikuwekee namba. Mimi nikampatia simu yenye nilikuwa nayo, akaniwekea namba na nikarudi tu nyumbani. So it was around 7 p.m. Now, tukaanza kuongea, but I realized alikuwa ananisnob, so most of the conversations zilikuwa zinaanza na mimi. So tell me why, like almost a week later, akaniambia, I want you to come unione. And I went. He had not sent me money. Nilienda tu. Hakunitumia pesa, hakuniambia ati sijui shika hii, kunywa, labda chai on your way here, ama take something on your way here. He did not even facilitate for me to go there. So, mi nikafika town, nikamwambia nishafika town. The guy is like, okay, enda pale UTC, chukua mat, ukuje kona ama raunda. I can't remember exactly where that was. So mi nikaenda nikachukua matatu. No one is forcing me to do this. Nikaenda nikachukua matatu na nikafika sijui mahali panaitwa kona ama raunda. The other side is Kariobangi, if I'm not wrong. So mimi nikafika pale, nikashukishwa na matatu, and then nikavuka barabara, nikaenda the other side because kulikuwa na a restaurant and a bar, so I just wanted to sit there because kulikuwa na watu wengi, like I didn't want an isolated place. So nikaenda pale. And then after some minutes, mi namchat tu namuuliza, nimefika hapa haufiki? Mind you, nimetoka town, hajakuja town. Nimeenda pale, sijui kona ama raunda, nimefika hapo, hajakuja bado hapo. Akaniambia, toka hiyo place yenye uko, walk up until utaona a petrol station on your right. Sasa like the other side of the road. Mi nikaenda, nikavuka barabara, and then nikapata hiyo petrol station. Kupata hiyo petrol station, I'm texting the guy ananiambia kuja kwangu. Now, that's not even the scariest part. The scariest part is, mimi, I'm in a new environment. No offense to anyone living in Eastlands. I'm in a new environment. Mse ananiambia ati unaweza taka kuolewa. Mind you, I just finished Form 4. Oh God, I said finished. I had just finished Form 4. Na mse ananiambia ati unataka kuolewa. So for starters, I was scared because what do you mean nataka kuolewa? And then he kept on telling me kuja. Ati mahali penye umesimama kuja kwangu. And then he got so aggressive to a point where I could not even like text him back because vitu zenye ana text sikuwa naelewa, like ana text back to back. Hiyo time nilikuwa na simu yenye haiku ina hold like as many messages. Ni zile simu zenye una text mtu and then message inakuja ikiwa nusu. So you have to like wait kidogo ndo message ingine ikuje. Sasa like ikuje yote. So, okay, mi nilikuwa pale, I was just scared. So I decided, let me talk to like one of the gas station attendants. Just to like, relieve that tension yenye nilikuwa nayo. And then, nikamwambia, kindly, is it possible for you unipeleke hadi mahali penye naweza panda matatu, nirudi Nairobi? So, long story short, what do you think would have happened to me kama ningeenda kwa huyu mtu? And again, that was just about the same time yenye mademu walikuwa wanaabductiwa and then wanachinjwa. And then there was this ritual yenye sijui walikuwa nakatwa matiti, and then I don't know, pia kulikuwa na cases za albino kushikwa, sijui wanatumiwa for rituals in TZ ama here. I don't know. But there was just a lot happening. What do you think would have happened to me
Have you ever found yourself in the same predicament where you're just doing things out of your own self-will? No one is forcing you to do things, but you're just doing them. You don't know why. It's not like you're stupid, but you are just finding yourself in that situation, doing and following commands zenye huyu mtu anakupatia. Yeah. What do you think would have happened to me? Do you have a similar story like mine?